Yes, kama kawaida mtazamaji wa Pamba TV, tutaendelea kukupa vitu ambavyo ni vya tofauti na ambavyo vinapatikana kwenye timu nyingine. Tumerejea kazini mara baada ya mapumziko ya siku almost kama 3-4 fulani hivi, mara baada ya kucheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya klabu ya Simba. Lakini bana, kuna baadhi ya story hazijasikika, hazijaonekana kutokea kwenye mchezo wetu wa mwisho ambao tulicheza wa ligi kuu soka Tanzania bara. Miongoni mwa story hizo ni muuaji ambaye aliweza kutusaidia tukapata alama moja. Wengi wanamfahamu kama Shinga Boy, lakini pia wengine wanamuita Ndandaro Boy na majina mengine ambayo yuko nayo. Anaitwa James Wilson Mwashinga. Bana, mzazi inakuaje? Safi kwema. Uko poa? Niko poa kabisa. Mambo yanaendaje? Yako poa kabisa. Bana, kwa kifupi kabisa, hivi mechi ya mnyama, maandalizi yake binafsi yako wewe kabla ya timu yalikuwaje? Maandalizi yalikuwa vizuri kwa sababu tunajua tunapambana mtu wa aina gani. Timu ilikuwa tunajua tunashindana timu ambayo ni kubwa, kwa maana yake pia lazima awe makubwa. Yes. Hapa bwana, ile mechi uliweza kufunga bao na mechi ikawa imeisha kwa sare ya bao 1-1, lakini ziko moment ambazo watazamaji na wapenzi wako, lakini pia wapenzi wa mpira na mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji wanataka kufahamu ili matatu kutokea hapo. Moja ni hii moment hii hapa James. Moment hii watu wanataka kufahamu kwamba ilikuwaje kwenye mazingira hapa kidogo, tunataka tujue. Mechi inaendelea, kuna hii free kick hapa ilipatikana, si ndio? Sasa hapa kwenye free kick umeona hapa, unapaona? Yes. Yupo Matthew Tegisi, lakini alisimama na Peter Lwasa, sio? Yes. Peter Lwasa, alafu katikati kwa nyuma ukawa umesimama wewe. Kabla ya kupiga nataka nifahamu, mlikuwa mnaongea nyewe watu watatu ama tu ulitoka ulikotoka ukasema huu mzigo hapa na uona mimi hapa nikiweka kama kawaida? Nini ambacho kilitokea hicho kikao cha watu watatu na ukiwa nyuma? Nini ambacho kilikuwa mnakizungumza pale? Kwanza faulu ilipotokea sikumbuki, nadhani ni Peter au Tegis ndio ambaye alishika ule mpira kwenda kutenga. Mimi nikafika kwenye mpira nikamwambia niacheni nipige, na nikikumbuka karibia na ukuta wa Simba alikuwa amesimama Siwa, nikamwambia sogea pembeni kidogo kwa sababu nimeshaona space ya kufanyaje ya kupiga Kwa hiyo alivyotenga mpira, nashukuru Lwasa pia akawa amenisikiza na amenielewa. Akaniambia okay captain shoot. Niambia sawa, ndo nikashuti kaka target ka goli. Ilikuwaje rahisi? Kwa sababu ni kwenye mazoezi mara nyingi kwenye maeneo kama yale mtu ambaye tumeona au tumezoea anapiga hizo set pieces amekuwa ni Peter. Nini ambacho mlizungumza na kama hivyo akasema captain hebu nenda kapige? Kitu ambacho nilimwambia, ndio maana hata kama ulifuatilia mechi nzima kabla hata mechi ijaanza kwenye warm up siku train na defenders. Nenda ku train kwenye attacking. Kwa sababu nishapewa maelekezo kwamba ikitokea faulo yoyote mazingira yale ambayo tumekubaliana mimi lazima niende. Ndio maana hata ilikuwa rahisi pia hata kwa kina Lwasa kufanyaje kuupisha nipige, kwa sababu ni maelekezo ambayo tayari yalikuwepo tushapeana. Yes. Nataka nizungumzie ile moment. Sasa unaenda umehesabu zako watu ukasema sasa hapa mimi naenda kupiga mwichi huu. Wakati yani kabla hujapiga kuna wale maamuzi ni cave, ni muangalie goalkeeper, ikawaje ukasema bana mimi hapa hamna kulemba hapa, mimi naweka mashine watajua wao. Maamuzi haya uliyapataje na sababu ipi ambayo ilifanya ukafanya vile ambavyo ulifanya? Ndio maana nimekwambia kwamba mpira unavotengwa mimi kuna namna niliona space ipo inaonekana. Ndio maana nikamwambia, nakumbuka ilikuwa ni Siwa, nikamwambia Siwa pisha, kwa sababu nimeona space ambayo naweza nikafanyaje nikipiga target iwe goli au kipa azuie, lakini kwa sababu nilishaona target ile ya kupiga ndio maana kama nipige pale. Yes, hiyo ni moment na chuma ikaenda ikakaa ikawa 1-1. Hapa pia kwenye baada ya bao hapa baada ya bao kuna moment pia ilitokea, ulitoa gadi kama vile ukaandika namba za simu fulani hivi alafu pia ukaweka sikioni. Moment hiyo nini kilitokea na ulikuwa una ujumbe gani? Na watu pia watu hawajaelewa kuna nini ambacho kimetokea na kulikuwa kuna nini story ya nyuma ya hiyo story? Nyuma ya hiyo story ni kwamba mimi hata nadhani hata wewe unanifuatilia hata mwaka jana nilifunga goli zile hata Tabora pale. Mimi ndo style yangu kwa sababu huwa nawasiliana sana na mama.
Kwa hiyo mechi kabla haijaanza nampigia simu mara sinaenda uwanjani. Japokuwa nafuatilia lakini unakuwa kama namkumbusha kwa sababu watu tunaomba pamoja. Kwa hiyo ananiombea mwisho wa siku mechi kishaisha pia. Haijalishi matokeo aina gani tumepata kwa mechi yoyote. Nampigia simu bana, okay bana, poleni, ongeleni hivyo basi. Kwa ndo huo nikawa before ile mechi nikawa nimempigia simu, mama leo ndo nitacheza mechi. Nasema yes najua. Leo nitakuangalia. Kama basi sawa, basi mimi chochote kinachotokea nitafanyaje? Nitakupigia simu tukishinda, tukisale, tukifungwa mimi nitakupigia tu simu. Akasema sawa mwana Mungu akutangulie kila laheri basi. Kwa ndo maana nilipofunga ikawa rahisi mimi kufanyaje? Kumpigia simu bana mama. Ndio kama tulivyoongea. Tumalizie. Kuna story zinasemwa kwamba Bi Mkubwa ni mnyama. Sijui kama ni kweli ama sio za kweli. Na kama ikiwa ni kweli, alipokeaje hicho ambacho likifanya? Issue ya yeye kuwa timu hiyo aliyosema ni yeye mwenyewe na nafsi yake, lakini mimi ninachojua alifurahi kwa sababu ya mimi mtoto wake na sio kitu kingine chochote. Kwa hiyo hawezi kufurahia kitu kingine zaidi ya mtoto wake. Okay, simply hiki ambacho kimefanyika na bao ambalo umelifunga, of course kwa wale ambao wanakufuatilia sio bao lako la kwanza kwa aina ya mabao kama hayo umewahi kuwafanya huko ambako umepita. Nini ambacho unawaambia mashabiki zako, lakini pia watu wakumbuke tayari unazo tuzo 2 za mchezaji bora wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu. Nini ambacho unawaambia James? Kwanza napenda unazidi kutusupport vizuri, na sisi tuna ile hatuangusha kwa sababu kila kitu tunategemeana, wao wanategemea sisi na sisi tunawategemea wao. Yes. Bana, shukrani sana James na kila laheri kwenye session ya leo. Asante sana. Huyo alikuwa ni James Wilson Mwashinga Ndandaro Boy akitupitisha kwenye baadhi ya mambo hasa kupitia goli lake ambalo alilifunga dhidi ya klabu ya Simba. Endelea kusubscribe, taarifa nyingi tamu nzuri za ubunifu utaendelea kuzipata hapa. Semaji la boli Moses William. Chao.